the President, Your Excellency the Deputy President, Governor wetu, naibu wake, Senator wetu, Deputy Speaker, CS, PSs, wajumbe wenzangu, MCAs, Archbishop Dr. Njuguna and the clergy, na washirika wote wale wako hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mambo yangu ni matatu peke yake. Si ndio mmewahi kusikia mambo matatu? Mambo yangu ni matatu. Archbishop amesema, amehubiri vizuri, na mambo ni matatu ya maombi. Kitu ya kwanza, maombi inafanyanga itakubaliwa. Ya pili, maombi haitakubaliwa saa hii, itakubaliwa mbinguni. Na ya tatu, mambo ukiomba inaweza kuwa itakuzuia ile maasi ile itakuja. Hiyo ni maombi yangu tatu peke yake. Kile ningetaka kumwambia ni muhakikishie rais na naibu wake kwamba Mungu kama amekupangia uongozi, hakuna mtu anaweza kuondoa. Proverbs 19:21 inasema kwamba kuna ndoto nyingi sana kwa roho ya binadamu, lakini ile Mungu anataka ndio itafanyika. Na tuna hakika rais na naibu wake 2027 Mungu wale wapinzani wamefungwa macho, hata hawatajua wakati wanaenda kupiga kura watamwekea rais kura wakiwa hata hao wako hapo. So tunaomba Mungu hiyo maneno, na tuko 2 term, na nashukuru Dan Kele, mtampatia 2 term pia. Mtampatia 2 term. Rais hapa ndio pale nimezaliwa Igembe, hata kama mimi ni MP wa Imenti, lakini kuzaliwa ni hapa, duka yetu ni hapa Kangeta, ilikuwako miaka za 60s. Asante, Mungu awabariki. Asante sana. Mama. Our dear President, His Excellency William Samoei Ruto, His Deputy, His Excellency Kithure Kindiki, His Grace Njuguna, Bishop, Archbishop Njoroge, and all the clergy, my colleagues, members of parliament, and other dignitaries, sisters and brothers. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hallelujah. Thank you very much. You know me well. Mimi ni mama yenu. Mnaniita mama nani? Mama Safi. I'm not known for talking for long hours. Mine is to welcome you, our dear President, na Deputy, na even our beloved Governor, who namtambulisha sana. Amefanya kazi mzuri, Meru sasa tuko sawa. I just want to welcome you in this Gembe Central. This is my home. Kuolewa kwangu ni about 2 kilometers from here. So karibu sana sana, na furahi. Kanapote were tuebwe. Sit down please. Niko na maneno mawili nataka kuambia President wetu. Oi. Kila ni kidogo. Acha. My heartbeat is children. As a mother, my heartbeat is children. Na mara nyingi tumeongelelea maneno ya school feeding program. School feeding program, Your Excellency, most of these parts, Gembe North, Gembe South, even Tigania, East and West, there are some areas, and our children don't have much to eat, and we want them to learn. We are trying to pay fees as much as you can. Thank you. Even in this school, I have children, lakini nakuomba hiyo program ianzishwe so that our children are happy. Asante sana mama. Mama anaongea mambo ya watoto. Asante sana mama. Asante. Kristo Bwana Yesu asifiwe.
kwa rais wetu mpendwa ambaye ni memba wa kanisa hii yetu, makamu wa rais, protocols observed, akibishop wetu wa Eastern na Archdiocese, mambishop wote wale tunao na magasisi wenzangu na wanachama wa kanisa wakiongozwa na chamani wetu na members. Bwana Yesu asifiwe. Omboni ni barabe ba kanisa independent yambone ndegende uko kolingo wetu mambone ketha tuwe na member ka ketha ni antu ageni ba kanisa ibandithĩrio independent indithĩrie ni ombone tore kugana toteku itwagaira antonthoni itoringe atuma gotena sababu ibuye kanisa ene tore onda ethera mbio. Bwana Yesu asifiwe. Ukageta mtoringira muntu mwanka tothire ibande muthenya jweko ibuje batoto ba musimamo ne ukana teu mwathani wakwa njakaneria tawa mbere chiruro yana maiga enenda koya urekie muraika ingoro-ine yakwa igotiri urume gotiri urume okiri aku baba njagite guoya ona magioka mega kana morunda nyita mega yunage maru 2018 April tulimchukua deputy president wa nchi ya Kenya wakati huo tukampeleka Mbati ya APCA tukaenda tukampaka mafuta yetu wakati wa kubariki mafuta. Ni kweli ama si kweli? Na tukamwombea tukasema atakuwa rais wa nchi, na leo ni rais wa nchi. Hata leo tulipoenda Kedaku tukafanya hivyo hivyo, na tukasema 2027 kwa sababu tulianzisha murandi 2018 hata 2027 tutampitisha awe rais wa Kenya hii. Ni kweli ama si kweli? Hiyo msimamo iko. Na mwambie huyu mjumbe wenu 2018 nilikuwa chancellor wa kanisa hii, na hata leo mimi ni chancellor wa kanisa. Sasa mheshimiwa, najua ni mimi hata nataka wewe nikikupatia nafasi hapa, naona niniharakisha kidogo, lakini asante sana. Kwa sababu President Ruto alitupatia heshima kubwa sana kama community ya Meru. Akatupatia makamu wa rais wa kutoka sehemu hii. Kama tunataka makamu wa rais awe rais wa nchi hii, basi lazima 2027 tusimame na William Ruto kama kanisa ya APCA. Tuleamaga totea mwanto beto tuetere au tusembe, kwa sababu mambo ni mingi. Leo sitaongea sana. Mnajua wakati wa kuongea ni gani, pale tunakutana kwa ibada tofauti tofauti, lakini maombi yangu ni kwamba msimamo huo kwa sababu rais yale ametufanyia hatujayaona tena katika Kenya hii tangu 1963 kama kanisa ya APCA. Asante bwana Chancellor. Asante sana. Asante bwana Chancellor. Mungu ambariki na muendelee kuombea rais. Asante. Karibu bwana Mporo wa Bori, usalimie dakika moja tafadhali. Haya. Huyo Ruto kamata, peleka kotini. Huyo Mheshimiwa Rais, yangu ni kindogo sana. Nikusema kwamba sisi wa Meru tunakupenda. Mheshimiwa Rais, ile kazi ambayo umefanyia wa Meru kutoka Dhosi mpaka Ntonyeri ni mingi Mheshimiwa Rais.
na nikwambia kwamba hakuna tofauti ya Mwegembe, hakuna tofauti ya Motigania, hakuna tofauti ya Mudharaka, hakuna tofauti ya Mwimenti na Mbore. Sisi ni watu wa mama moja, tulikuwa tunatawaliwa na ndisi moja zamani, lakini tukagawa, ikasemekana kwamba kuna Meru County na Tharaka Nithi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ile kazi ambayo umefanya kwa ground haina watu wengi, ya kwamba mimi yangu ni kindogo, ni kukuambia asante Mheshimiwa Rais. Ile kazi umefanya Tigania East ya barabara Mekindori kunataka Tivine Round inaendelea, market ya Mekindori inaendelea, affordable houses zinaenda kuanza, KMTC ya Mudhara inaenda kuanza. Mimi nasema tutamu kwa sababu ya kazi ile ambayo umefanyia watu wa Meru community. Mheshimiwa Rais, kabla sijamaliza, huyu ndugu yangu kuna barabara inaitwa Kore ambayo imemsumbua vya kutosha. Mheshimiwa Rais, tafadhali ningependa uongee mambo ya Kore Mheshimiwa Rais, sababu ni kipenzi yetu. Mheshimiwa Rais, amengangani bali bwana isi kunko alie baba. Mheshimiwa Rais, kana mnenkere kwa mwarezi ya wetu. Mheshimiwa Rais, area hii tuko Mheshimiwa Rais, kuteremka kwetu pande ya chini ile maji kutoka Nyambene inaenda upande wa chini mpaka Tharaka. Mheshimiwa Rais, kutoka Kangeta kwenda mpaka yu Mheshimiwa Rais hakuna hata tone ya maji. Na pale kwa mlima Mheshimiwa Rais, pale kwa mlima Mheshimiwa Rais, kuna wakati wa Malo alikuwa minister wa water, wakaya kwenda kule msituni, mimi nikiwa hako Mheshimiwa Rais, wakaangalia ndamu kubwa iko na 10 acres Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ile ndamu ikitengezwa Mheshimiwa Rais, watu wa Gembe North watapata maji, Gembe Central maji, watu wa Karama na Mudhara watapata maji Mheshimiwa Rais. Kwa Mheshimiwa Rais, yangu ni kindogo ni kusema kwamba mimi nawapenda wa Meru. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza, kwa hii grupu iko hapa hakuna kiongozi mwingine alianza siasa 1992 isipokuwa mimi na wewe, sisi wawili. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, na Amero Bukere wakati wa 1960 aliyekuwa rais wa nchi alikuwa ni Mkikuyu. Hatukupiga kelele, tulikaa kwa serikali. Wakati Kibaki akachukua miaka 10, hatukupiga kelele, tukakaa kwa serikali. Muntu anaitwa Uhuru miaka 10, hatukupiga kelele, wa Meru tulikaa kwa serikali. Gachagua akachukua miaka 2, hatukupiga kelele, tulikaa kwa serikali. Wakati ule mtoto wetu ametunukiwa Mbaraka na William Samoei Ruto akawa naibu wa rais wake, tuambiwa tutoke kwa serikali. Hatuwezi toka serikali, tutakaa kwa serikali mpaka milele. Hatutoki. Na tunajua eti ya kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye ni kiongozi ana mtoto wa mgongo wala wa tumbo. Wewe saizi hiyo kitu nilipata 2027, naibu wako akiwa Kithure Kindiki. Tunajua eti ya kwamba mwaka 2032 atakayekuwa rais ni Profesa Kithure Kindiki. Kwa mimi nasema Mungu awabariki huyu ndugu yangu mdogo. Ile kazi ambayo anafanya katika area hii ni mingi. Na sisi wana Nopeu, pato ule serikali yako Mheshimiwa Rais, Nopeu iko chini yako na tutaipigia ndebe usiku na mchana. Ni makatema wacheza Ruto, bila tasema Ruto, wacheza Ruto kake Kithure Kindiki kana cheza na kele kinyago wakoi kinyago wakara no. Asante sana. Kalombo wa Meru kama mwetebwa. Wacha niimbie mkubwa kwa wimbo wa Kimeru hapa mwaka Kiswahili sana. Kanasema baba bebeberia mutongoria uria ati maendeleo baba. Katebwa. Tukotere aithirwa ni Ruto baba tucokerie aithirwa ni Ruto. Aithirwe mutuma baba tucokerie aithirwe mutuma baba tucokerie aithirwa nikili baba tucokerie aithirwe Kithure baba tucokerie
aethero imurogi baba bebeberi aethero igachagua baba au. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Your Excellency, hapa tuko na MCAs ambao wametoka eneo hili. Nataka tuwasimame tuwatambue tafadhali. Wakuja hapa tuwatambue wakiongozwa na MCA wa eneo hili. Atambue wa MCA wenzake ndio tukaribishe senator. Tafadhali haraka haraka MCAs wa Igembe Senator. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante vijana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, Deputy President of Kenya, Bwana Kideke, our governor, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa niko nitamuita speaker wangu ili akuje atambulishe wenzangu. Thank you, His Excellency the President of Kenya, Daktari Samuel Ruto, His Excellency my brother, Professor Kithure Kindiki, His Excellency Governor, protocols observed. And to Begembe Bwana Yesu asifiwe. Ibuwiritwe ntukwe narua. Tuonie ni monere wetu ituwiritwe. Ibwega Ngai abutharime. His Excellency tu nikubalie nikawaheshimu hapa waseme majina moja moja tu alafu tumalizie. His Excellency wale heshimu watu wanao karibu please. Okay. Thank you. Thank you. Ntubetu Begembe tutongere tu mheshimiwa Mbiuki kumegoji West. Makofi. Uongea toa mheshimiwa Makazi mwecha mnoto budget makofi. Mheshimiwa Kabira kumegembeje. Mheshimiwa Nkonja kumegembe North. Mheshimiwa Sofino kumerie Muringa Yendiwe. Mheshimiwa Mutongi Igembe North. Mheshimiwa Grace Kambura kumakangeta. Mheshimiwa Kangwana kuma Maoa. Mheshimiwa Mbijewe Kangeta. Tutam. Mheshimiwa Mubishi Immense North. Mheshimiwa Mutia Immense Central. Mheshimiwa Mucheke kuma Igembe South. Mheshimiwa Chairman kuma Igembe South. Mheshimiwa Mburugo kuma Igembe North. Mheshimiwa Kiroria kuma Tigania East. Mheshimiwa More kuma Igembe North. Tutam. Mheshimiwa Manga Immense South. Mheshimiwa Bario Igembe South. Mheshimiwa Kethenji Bore Roiro Arera. Mheshimiwa Caleb Municipality Meru Town Immense North. Mova Sendikei South Immense. Mheshimiwa Kastare Igembe North. Mheshimiwa Martin Bore Timao. Mheshimiwa Kereinya Tigania West Mbeo. Mheshimiwa Kabako. Mheshimiwa Kabako Igembe South. Mheshimiwa Aaron Abogeta East South Imenti. Mheshimiwa Damiano Egoji
Igoji East, South, Mheshimiwa Dozen Kagweria, Igembe South. His Excellency, hawa ni viongozi wangu wa mbunge tuwaseme jambo tunda kamoja. Mheshimiwa Jim. Asante Honorable Speaker. Bwana Yesu asifiwe. Antubagembe muweni. Kwa majina naitwa Jim Muchoi, MCA wa Adhwana, Majority Whip County Assembly ya Meru. Your Excellency, as Assembly tuko na wewe na serikali yako na gavana wetu Mutuma. Asanteni sana. Thank you. Your Excellency, the President, Deputy President, our Governor, viongozi wote, kanisa na Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwenda Idhili, MC wa Kithi Wona Lindo Minority Party. Your Excellency, the President, tunasema Meru tuko na wewe na tunashukuru vile mnashirikiana na gavana wetu. Hapa Meru tunaendelea sawa. Tukiongoza na gavana wetu Mutuma, si tuko sawa? Si tuko sawa? Na hapa tunasema sauti ni ile kijana. Senator ni jana. Asante sana. Asante sana. His Excellency the President, the Deputy President, our Governor, na waumini wote. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, tunakuambia karibu sana Igembe. Huku ni nyumbani. Tunakupenda na huku hakuna wasiwasi. So sisi tuko kwa 2 term. Ama namna gani? Tuko 2 term. So His Excellency, kuna jambo moja tu tulikuwa tumeongea na mheshimiwa, huku kwetu tunaomba tuangaliwe administrative boundaries. Akirangondo ni ward moja na ni location moja and one chief. So His Excellency, hiyo jambo tuangaliliwe na PS wako. Ya pili, kuna familia His Excellency, kuna mtu amekuwa akigonjeka kansa wa kutoka hapa area Muyo, anaitwa Mbabu Ngore. Hiyo familia iko na shinda, wanaitisha almost 2 million ndio hiyo mwili iweze kutolewa hospitali. So tunaomba hiyo familia kama inasaidika tutafurahia. So asanteni sana na Harambee. Asante sana, mbarikiwe sana. Karibuni. Asante Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana hapa Akirangondu. Hii mwaka tulipata mbao ya 17 million hapa Akirangondu na watu wanakunywa maji. Ingine nataka kuambia Mheshimiwa Rais, kati ya wandi 5 Igembe Central ni Akirangondu peke yake haina soko. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Rais tuangaliwe Akirangondu pia sisi tupate nini? Soko. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, Akirangondu wandi haina health center hata moja. Tunajaribu na gavana wangu, tunatengeneza maternity Machongolo na ingine hapa Kadelwa. Lakini gavana Mheshimiwa Rais, hatutaweza kufanya hiyo maneno mengine juu iko na gharama mingi. Tunaomba tutengenezee theater na pediatric ward Mheshimiwa Rais. Na tutashukuru sana ili watu wetu waweze kusaidika na wasiende mbali kutafuta matibabu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you Mheshimiwa Morris. Mheshimiwa Morris ngalie karwe kange. His Excellency, mimi ningetaka kusema sisi tukiwa mbunge ya Meru, tunasema ni asante sana kwa serikali kwa sababu ile nafasi tuko nayo kufanyia watu wetu kazi na ile viongozi kukaa chini tukiwa pamoja haijawahi patikana Meru kutoka 2013. Saa hii ndio tuko na uongozi ambao tunaona unatupeleka vizuri. Ya pili, His Excellency, nikuambie tu vijana, ngoja kidogo. Nikuambie His Excellency, sisi ni watu wa kusema asante. Sisi tukiwa jamii ya Wameru, hakuna wakati mwingine tumeweza pewa nafasi ile wewe mwenyewe umeweza kusaidia tukapata ya kuwa na kijana wetu Professor Kithure Kindiki akiwa chini hapo, na yeye anakuwa anatuita kila wakati tunaongea maneno ya Meru,
na vile tumefika mpaka saa hii tunaona tuko sawa. Na sisi nikimalizia His Excellency, saa ingine unaona Mungu anakubariki na Mungu ataendelea kukubariki. Sio ile maombi unaomba, ni ile maombi ya watu wanakuombea. Watu unaona hapa His Excellency, ni ukweli ama ni uongo? Tunamuombea, tutaendelea kumuombea, ni 2 term 3 term. So kwa hivyo His Excellency, tutaendelea kukuombea na tukuambie na tuseme Kenya iko inasikia sisi sio wajinga. Tuko na mtoto wetu nyuma na tunajua 2027 His Excellency ukitoka hivi 2032 hiyo kiti seta utaongea Kimeru. Imakante manto beto. Asante sana. Na njira anto beto ego kinyagete ki 2032 to from the president. Baatu ego support His Excellency William Ruto 2027 watu chokile wako 2032. Ibu kana ngia bodari me. They can go. Asante sana, asante sana. Your Excellency, tukimalizia unajua bila kuongea mambo ya miraa watu hawezi sikia kuna kitu tumeongea. Na Your Excellency, nakushukuru sana kwa sababu hata juzi tulikuwa mkutano na PS wa usalama na ametuhakikishia mambo ya kutufungulia mipaka ili tuweze kupeleka miraa yetu nje nchi iko shwari. Kwa hivyo tunakushukuru. Deputy President amesukuma maneno sana. Na ntobetongo ndobwira mantu ameria loleto muno nikaukalio kali lakini atokavumilia ito yali tena Deputy President njuzi na tokali na waziri wa interior na PSOE na ntoka kudwa mianketo ya Somalia na ntoka kudwa ndene isi ya Somalia ni tatawalo ni ya Somalia bongwa. Kwa hivyo hiyo tunapambana nayo. Nikimalizia mwisho, Your Excellency, nashukuru kwa sababu ya ndikuota yetu ya Kiengo. Njuzi nimekutana na watu wa pesa na tumekubaliana katika hii supplementary tunaweka pesa kujenga ile sub county ya Kiengo na itajengwa. Na pia tumeongea mambo ya barabara ya Avero kutoka KK pia inashughulikiwa, Your Excellency. Kwa hivyo kwa hayo machache, Antobe Egembe Central muko sawa? Egembe Central muko sawa? Muko sawa watu wa Egembe Central? Muko sawa? Wacha nialike senator wetu wa Meru County ambaye ni Kadhuri Moronge akuja salimia watu wake na aendelee kutoka hapo. Asante sana. Aya, watu wetu wa Egembe Central na Kadherwa, Bwana Yesu asifiwe. Mupo? Kadherwa mupo? Weka makofi sawa sawa, tupigie rais wetu makofi ya kilo. Ngoja tafadhali, ngoja. Tupigie rais na naibu rais makofi ya heshima sababu ya kuja hapa leo kusikiza mambo ya Egembe na mambo ya Meru na mambo ya Kenya. Weka vizuri. Moja. Ingine, asante rais kwa kufika hapa leo. Mimi rais nitasema hawa watu nimefurahia sana. Wale watu ambao walibu mmea wa miraa, huwa anasema mtu akikula miraa hawezi pata watoto. Leo umeona vile rais, watu hapa ni kama nzige, sababu miraa inasaidia mili yetu zaidi, na ndio sababu unaona tuna umati kubwa hapa ya watu. Rais, unajua Meru is very unique, na kama umeona atobeto edoribo kuona atongeria bonde ba Meru, viongozi wote wa Meru kutoka governor na serikali yake ya county. Vijana ngojeni, Kajuju atapewa nafasi na rais mwenyewe. Ngoja tu atapewa nafasi hiyo, mnaomba. Kwa hivyo rais kutoka governor na serikali ya county na MCA 69 watu wote wanasupport wewe na serikali yako. Senator Women Rep na 10 MPs wanasupport wewe 100%. Wameru wote wameamua wakae na wewe. Sababu gani? Rais, wewe sasa leo tumefunzwa na Dr. Bishop, Archbishop Dr. Njuguna. Sasa wewe ndiye jirani wetu wa maana. Na Meru iko kwa mtaro, hata sio mtu moja. Iko kwa mtaro, lakini vile umetusukuma kutoka uchukue hatamu ya rais,
tuko karibu kutoka kabisa rais kwa hiyo mtaro, sababu wewe ni jirani yetu mwema. Kwa hivyo pahali inabaki wewe tusukume ndio tuweze kutoka. Kila kitu nitakuomba rais, sababu leo tumekuja tu kwa ibada. Hawa sio Wameru wote wale wako hapa. Mimi ningeomba tupewe siku 3 wewe rais ukiwa ukae hapa Meru siku 3. Ibo kwenda rais ya Jamero ntuko ithatu atothikira ko ntontorene. Ibo kwenda kuona barabara ya kore wengwa. Ibo kwenda na barabara ya KK weta Athero weta stage. Ibo kwenda na barabara hii natoka Mulingene kwenda Rare mwenyewe. Munaomba rais akuje hapa? Munataka akuje lini? Kesho. Mumesema ni kesho. Sasa tunaomba siku 3. Siku moja rais akae hapa Igembe, si ndio? Siku ingine tuende Tigania. Siku ingine tuende Imenti, si ndio? Tukimaliza siku 3 sasa akanyange kwenda Tharaka Nithi, atokee Embu akielekea Nairobi. Si namna hiyo? Sasa tumekubaliana. Tupige kura ama tusipige? Tupige kura. Unajua mimi ni speaker pale Senate. Na nilisupportiwa na rais wetu. As many as of those of the similar opinion say aye. The ayes have it. Ingine rais, kuna soko ilifunguka Djibouti ya miraa. Hata leo tuko na Director General wa AFA ambaye ni mtoto wetu. Ilifunguka lakini kufikisha miraa pale imekuwa ni shinda kidogo. Sababu hakuna ndege inaruka kwenda Djibouti moja kwa moja. Kwa hivyo rais, sababu wewe ni mtu wa ukarabati maneno, tupe ndege moja tu inaruka pale, ongea na rais wa huko, alafu tupate ndege ya kupeleka mazao ya miraa mpaka Djibouti. Ingine rais, ikiwezekana pale, nimeongea na barozi jana wetu wa Mogadishu. Nimeongea na Kobai Kirengo wa Mogadishu. Amesema bado kuna mambo anasukuma, lakini tulipeleka lakini hajaweza kabisa kusaidia soko ya Mogadishu ama ya Somalia. Kwa hivyo anaomba nafasi ulipeyo kazi naibu rais, lakini tunaomba tukae tena na naibu rais ndio akuletee ripoti ingine. Vile unaweza tusaidia mahali tumekwama ndio tupate kilo mingi ya kupeleka pale Somalia. Ile miraa inaenda Somalia ni kidogo, ile inabaki hapa mashinani ni mingi sana. Na ile soko ni kubwa. Kwa hivyo rais ukitusaidia hapo tutashukuru. Hii katro rustling hapa kwa mpaka saa hii imetulia kidogo pande ya hii Igembe na pande ya Tigadi imepungua kiasi. Lakini tumepata shinda kubwa pale Bore constituency maili 7 kwenda juu Ngarendale huko kwa msitu. Rais, nimeongea na county commissioner. Akipata support zaidi ya askari NPR waongezewe, bwana gavana utuongezee. Wale njamu walikuwa wanakaa kwa soko pale walitrainiwa Manyani, utusaidie wengine. Ndio hiyo mpaka tuweze kupata askari ya kutosha, sababu Isiolo na Meru pale Bore mambo imechemka sana. Imekuwa na migomo huko, lakini naona tutasaidika rais. Rais, unajua sisi wakati ulitupatia naibu rais pande ya Meru, sisi tuliridhika. Ile mambo ilikuwa inasemekana ya ukabila, kutenga sehemu hii na hii na hii, hiyo mambo ilimalizwa na naibu rais. Na naibu rais, na kushukuru sababu umekuwa Mkenya sasa, si ile tulikuwa tunapewa story tu ya sehemu moja. Na kwa hivyo wewe unaendelea kutushikilia sana ya area hii na area ya Kenya. Kwa hivyo wewe endelea kutusukuma, utuendelea namna hiyo. Na rais, nikueleze, tukiwa hapa Igembe leo, sisi wa Meru tumeamua. Kuna wakati watu walisema wa Meru walikula chokaa, lakini ilikuwa poronjo tu. Wetemu Meru oroma chokaa kumanthi uruirombo. Na totote turatole bia kuma thirikari nera twathurire teoma. Teto twaringereria Ruto kura. Tulipiga kura tukakuwa namba 4 Kenya mzima. Na hakuna mtu atathubutu kutuambia tutoke kwa hiyo serikali, tuende kwa kona fulani na simu tunapiga iendi vizuri. Rais, unajua wakati tulikupea kiti ya rais, hii mlima inaitwa Mount Kenya ilikuwa imeenda chini. Wakati tulikupea rais na ukachukua naibu yako mahali, hii mlima ilimea tunge kuona ukiwa uko Sugoi, ukiwa Rift Valley na ukiwa Ikuru ya Nairobi. Lakini sasa bila tuko na ndugu yetu Kindiki, sisi tunakuona kama carpet, kutoka hapa tunaona State House.
Hata juzi umepeleka sisi wengi huko State House, lakini wengi hapa hawakuenda, wanaomba pia wakipata nafasi waende State House pia, wakuje wakusalimie huko. Hivyo kwenda weta State House? Wewe tayari? Ambo ne baraba teta State House bakwenda weta Narua. So rais, unaona wengi hawajafika huko, so pia wakaribishe huko ndio waweze kusikia mambo yako vizuri. Mimi nasema asante. Meru siku hizi imetulia. Ile shinde ilikuwa Meru tulingoa, na mimi ndio nilikuwa chief engineer ya kungoa ile shinde ilikuwa Meru, na nataka nichukue nafasi hii sasa nialike gavana wa Meru ambaye tuliweka kwa kiti ndio shinde iweze kuisha hapa Meru. Na sikia ya mwisho, unajua hapa tuko na King of Mbwekse. Unajua Mbwekse, King of Mbwekse ako hapa. Vijana, Mbwekse ni Mbwekse si Mbwekse, ni Mbwekse si Mbwekse. Sasa huyu Motuma, wacha niseme kitu moja. Huyu Motuma tunafanya kazi naye vizuri, na tutaendelea kushirikiana, tufanye kazi, tufanyie Meru kazi, si ndio? Teubo kwenda. So antobeto ndugu Ibwega, Mungu awabariki na muendelee namna hiyo. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the President of the great nation of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, our brother Professor Kithure Kindiki, my Deputy Governor, the area MP, all the MPs, mawaziri wenye wako, our PSs, MCAs, na watu wote, His Graces, the bishops and the clergy. Bwana Yesu asifiwe. Torita ngwesia mwathani. Mwathani no mwega na magita yonthe. Kirundu wa mwathani are anto aja ntuko enaru na Murungu netite kubwithia manto ya manene. Ndau wa kirundu wa mwathani are anto aja na Ngai netite kubwithia manto ya manene. Ibana bawetekania na woni. Asante. Your Excellency the President, karibu sana hapa Meru. Tunakupenda. Before niseme mawili ndio tukuruhusu uende katika mambo mengine ambayo yamepangiwa siku ya leo, niruhusu Your Excellency nikaribishe my able Deputy Governor, Her Excellency Wakili Linda Kiome, akuje a wave katika hii crowd. My Deputy Governor, karibu sana. Tuchapie my DG makofi. Watu walisema Wameru hawapendi wa mama, Wameru wanachukia wa mama. Nani anaweza chukia mama wa heshima kama huyu? Tunapenda wa mama sana. Karibu DG. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, His Excellency the Governor of Meru County, Reverend Isaac Mutuma Ntoithingia, the Senator, all elected MPs, all our MCAs, as well as the Speaker of the Meru County Assembly, wahudumu wote katika kanisa hili la AIPCA, pamoja na His Grace. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde. Your Excellency, let me take this opportunity kukukaribisha hapa ndani ya Meru County. Nina furaha mingi sana tukiwa hapa ndani ya county, sababu yako Your Excellency umeweza kusaidia Meru County. Kwa sasa tuko na amani Your Excellency, kupitia juhudi ambazo umetufanyia tukiwa watu wa Meru County. Na kushukuru Your Excellency. Jambo la pili, sababu umetupea kijana wetu, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya.
Na kushukuru Your Excellency kwa sababu pia umeweza kusupport the office of the Deputy President. You have given him enough room, Your Excellency. Na kwa hivyo tunakuhakikishia Your Excellency, pamoja na Deputy President, usitishwe na mtu ukiwa hapa ndani ya Meru County. Tuko nyuma yako na tutaweza kufuatilia ndio tuweze kuwapea support yote ambayo inahitajikana hapa ndani ya county. Na Your Excellency, tunashukuru ile support unapea gavana wetu. Akikuomba kitu unampea. Alikuomba hospitali, Your Excellency, ukampea, hata ukamuongezea budget. Akakuahidi, ukamuahidi Your Excellency that utatusaidia na ile deni ya Leopard Rock. Pamoja, Your Excellency, your latest promise to establish a state house, Your Excellency. We are truly grateful and we are here for you. Na ile kikapu, Your Excellency, ya kura ambayo tulikupatia 1,400 wakati ule mwingine, huu wakati wa 2027, I promise Your Excellency, tutaijazilia kabisa. Ni tutam ama sio tutam? Watu wetu ni tutam ama sio tutam? Thank you very much, Your Excellency. Thank you, my governor. Asante sana. Thank you, DG. Asante my deputy governor. Anaweza hawezi? Ameweza hajaweza? Mama ameweza hajaweza? Tunapenda wa mama, Your Excellency, wale ambao walisema ya kwamba sijui Meru community is a patriarchal community. Not at all. Tunapenda wa mama wenye wako na heshima, mama zetu, sister zetu, na tunawapenda sana. Mmoja ni huyo mwenye ameongea mbele zetu. Your Excellency, yangu ni machache sana kwa sababu ya muda. Kwanza ni kushukuru kwa sababu ya kutembea Meru. Meru ni nyumbani kwako, kwa marafiki zako na kwa jamaa zako, watu ambao wanakupenda. La pili, Your Excellency, Meru tuko na amani, tuko na umoja. My brother Senator Kadhuri Murungu ameongea hapa, akasema Meru sasa we are united, we are one family, we are one team, we are a community that has a focus that is headed to a great future. Na mahali kuna amani, mahali kuna umoja, that is where God commands blessings. Na kwa sababu ya umoja na amani ambayo tuko nayo, Your Excellency, ndio maana uko hapa Meru. Wakati tulikuwa na mafaragano, kuchukiana, matusi, kuumana na hayo yote, haukuwa unakuja hapa Meru kwa sababu pia wewe haungependa kuaibishwa mbele ya dunia, ungependa mahali pa heshima kama jinsi tuko na heshima siku ya leo tukiwa na the hand of state. Ya pili, kwa sababu ya amani, Your Excellency, kwa sababu ya amani na umoja wa Wameru saisi. Na nataka kushukuru sana viongozi wote wa Meru, nishukuru makanisa, nishukuru wazee wa Njuri Ncheke, nishukuru the business community, chamber of commerce, all the stakeholders ambao tumeshirikiana kuleta Wameru pamoja, kuleta viongozi pamoja, ndio tuongee kwa sauti moja, sauti ya maendeleo ya Wameru. Tuongee about the future of our community. Your Excellency, kwa sababu ya amani, Meru tumekuomba hospitali yetu ambayo umesikia MCA wa Njia Ward, Deputy Speaker, ameongea mambo ya ugonjwa wa kansa ambao ni very rampant hapa Meru. Hospitali yetu Meru Teaching and Referral Hospital, Your Excellency, tulikuomba utupe support so that the hospital ipande ifike ngazi ya level 6 kama Kenyatta Hospital. Na wananjeshi wako, Your Excellency, the Minister of Defense, wako katika hospitali yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital wakiendelea na ujenzi to increase the bed capacity so that hospitali yetu iwe level 6 na tuweze kuinua mahospitali hizi ziko chini. Tupigie rais wetu makofi mazuri. Your Excellency, kwa sababu ya amani na umoja wa viongozi wa Meru, kwa sababu sitasema mimi gavana ndio nilikuja kwako nikakuomba, ni viongozi wa Meru, senator, wabunge, speaker wa assembly, wazee wa Njuri Ncheke wakati tulikuwa State House. Tukakuomba, Your Excellency, you support us kwa sababu ya kupandiza Meru iwe the 6th city katika Kenya. Na Your Excellency, we are on that road.
We are traveling towards that destiny. Ameru ndendo bori bana bakenda twethra twena sete Ameru. Ibo kwenda Meru yeto yitethwe ya sete. Ibana bakwenda Mokai. Ibo kwenda rais wetu ato support twethra twena sete. Ibana bakuwa nteto wikareke na torombere rais yethere na inya ibana bakuwa. Your Excellency, tuko kwa hiyo safari, umeniuliza hapa na nikakuambia we are on that track. Already tumepitiza hizo cabinet paper katika mikutano yetu na tunapeleka county assembly ifuate njia hiyo ikienda. Your Excellency. Your Excellency, stima hapa Meru tunaendelea kupata last mile. Waziri wako na pia PS ni kama amekuwa Meru hapa, mara ako Igembe North, mara ako Igembe Central, mara ako Tigania. You have a wonderful PS ambaye anatusaidia kwa mambo ya stima. Lakini vile umesikia, unapofanya juhudi, kuna wengine ambao wanaunjumu juhudi za serikali. Au watu wa Kenya Power and Lighting Company wanaharibu sifa ambazo PS wako wanafanya hapa Meru, bwana Alex, na tunasema wachukuliwe hatua. Wameacha community ikiwa kwa giza, especially this Nyembene region. Nikimalizia, Your Excellency, ni kwamba kuna state launch. Mheshimiwa Speaker, Deputy Speaker wa Senate ameomba ya kwamba uwe hapa Meru siku 3 siku 4, so that tukuambie mambo yote ambayo yanatukabili hapa Meru. Lakini sasa, Your Excellency, hata ukikubali, siku nyingi umekubali na umelala kwa hoteli hapa na pale. Mara nyingine unatoka Sagana ukikuja Meru, mara nyingine unatoka State House kuu ukikuja Meru. Sisi tunaomba, Your Excellency, Your Excellency, ibana bakwenda His Excellency akanyumbera nene State House Meru kotwekerera kweya na korara Meru na togeta kinyatwe kumuonera Meru. Ni wangapi wanasema His Excellency ajenge State House hapa Meru? Your Excellency, hatutaki utoke Sagana. Meru pia tumebarikiwa, tunaweza house the president of this great nation. Na kwa hivyo tunaomba state launch ile ambayo itakuja the next hapa Kenya iwe hapa Meru. Umetuma wa brother PS Getonga, ameanza hiyo process ya kutupea shamba so that tuanze huo mkakati wa kujenga state launch, na hiyo kazi inaendelea. PS wako ambaye ni mchapakazi Getonga anaendelesha huo mradi, na tunaomba support so that the next visit yenye utakuwa nayo hapa Meru, usiamuke mapema, amuka hapa Meru so that wazee na viongozi wapate nafasi ya kukuambia mambo ambayo yanatukabili hapa Meru. Your Excellency, masoko zinajengwa hapa Meru, kila constituency masoko zinajengwa. Mojawapo inajengwa ile kubwa ni soko ya Gakoromone ambayo ulitupatia milioni 800 million, ambayo tunajenga soko kuu katika nchi ya Kenya, inajengwa hapa Meru. Antobeto ndeboria tere kasua katuneane President nao tonenkera birato wetia na naete musamaria mwema kwetu. Hata sisi, Your Excellency, when you be need, and I know the need that you will have in 2027 and beginning today, ni need ya support, political support. Tutakupea kura hapa Meru. Tunasema rais wetu ni tu tamu yana loi, tamu yana a Professor Kindeke mwana wetu amotumantu ethingia na kenda tonenkanera president wetu tutam. Watu wangu, nataka kuwaomba tuchukue kura itothikirane. Rosio roraro nene rwako ita keki ya Kenya, rosio roraro nene rwako ita ketheo keto torea Meru ne kura yokia keme kya ko ita keki ya Kenya. Okerie njara tu atoka yokia keme antoba Meru meiba yekene na ko ata keme kera kenene ikura ya koringira o kura rais wetu te sawa sawa.
Nataka kumalizia, Your Excellency, mambo ya title deeds, mambo ya titles, mashamba yetu hapa Meru, especially Nyambene region, kuna shinda. Tunajua umepeana title deeds zaidi ya 1,200 zaidi, kwa sababu umepeana title deed hapa Tigania West, PS wako na waziri amepeana hapa Egembe North, lakini Your Excellency, kuna title deed 22,000 ambazo zimelala katika ofisi ya Ministry of Lands, zinahitaji tu signature. Hawa watu wa Egembe Central, watu wa Egembe North, watu wa Egembe South wapate title deed, cheti dhibiti. Inaitwa cheti miliki ya shamba. Nikaenda tomba gutetheka, Your Excellency. Kwa hivyo ile simu ambayo unapiga ukiambiwa mambo ya Wameru, piga hiyo simu kwa waziri wa Home, tuletewe hiyo mwenye hajaweka signature aiweke, tuletewe hizo title deeds. Umetupea Nduo Carriage pale Meru Town, Your Excellency, umetulipia ndeni ya milioni 700 ambayo ni kama ile tu msamaria mwema ambaye alikuta mtu amefinyika, amedharauliwa, ameachwa na wote, kwa sababu hii ndeni haijakuja wakati wako. Your Excellency, ilikuweko kwa serikali zile zingine, lakini wewe ndio umekuja kuhurumia Wameru, ukatuondolea huo mzigo, na sasa Wameru tunaweza tekeleza maendeleo na hizo fedha ambazo tungepea yule mwekezaji ambaye alikuwa amewekeza pale Leopard Rock. Na Your Excellency, kama Wameru tunasema asante. Your Excellency, wahenga walisema mficha uchi hazai, mficha uchi hazai. Tuko na shinda hapa Meru ya teenage pregnancy. Teenage pregnancy, Your Excellency, si shinda ya serikali kuu haswa, ni shinda yetu kama county government, ni shinda ya kanisa, ni shinda ya wazee wa Njuri Ncheke, ni shinda ya community leaders. Lakini Your Excellency, kwa nini naileta mbele yako? Naileta mbele yako kwa sababu tuko na shinda ya administrative units. Area hii, Your Excellency, unaweza kuta chief moja ameshimamia wondi yote. Unaweza kuta, Your Excellency, sub county ambazo zinatakiwa kugawanywa zitoke kama sub county 4-5, zi create job opportunity for our qualified young people. Na hizo constituents, hizo sub counties hazijakatwa, Your Excellency. Kwa hivyo mojawapo ya contribution ya teenage pregnancies ambayo ni uozo wa jamii ni kwa sababu hakuna security, hakuna chief karibu, hakuna sub chief karibu, hakuna DCC, hakuna ACC. Your Excellency, kulingana na huruma zako ambazo unapenda nazo watu wa Meru, tugawanyie hizi area zikatwa kukatwa. That is what is called devolution. Tupeleke maendeleo karibu na mwananchi, tupeleke security karibu na mwananchi, na pia tutachunga watoto wetu ambao ni watoto wasichana. Your Excellency, nataka kumalizia saa. Your Excellency, tunajua kilimo ni uti wa mgongo katika nchi ya Kenya na pia hapa Meru. Wewe mwenyewe ukulima uko ndani ya roho yako. Unataka Kenya iwe food secure, watu wa Kenya wasiombe chakula nchi za nje. Lakini Your Excellency, njuzi wakati kulikuwa na mambo hapa kidogo, our serious bond ya maua ambayo ina serve the whole Nyambene region, Tigania East, West, Egembe Central, Egembe North and Egembe South, Your Excellency, imefungwa. Tuko at risk ya kukosa chakula msimu huu wa kupanda. Nonto kwa sababu serious bond yetu ilipovunjwa na wale wakora ambao walikuja wakisema one term, wakavunja. Sijui kama watu wa one term ni waharibifu generally. They are generally destructive. Wakavunja serious bond, wakaiba fertilizer, wakaiba cement, wakaiba chuma ambazo zilikuwa za kujenga soko ya maua. Your Excellency, zile zote ambazo properties zilikuwa vandalized, ambazo ni private, wenyewe walirejesha na waka renovate. Saizi biashara zinaendelea. Lakini hii ya serikali ambayo Your Excellency iko under the Ministry of Agriculture bando imefungwa. Tuko at risk kama community ya kukosa chakula kwa sababu watu wa eneo hili
hawatapanda na fertilizer. Ile simu yako, pigia waziri Kagwe, hiyo serious bond ifunguliwe kesho, tupate fertilizer ya kulima, Your Excellency. Namalizia saa. Eneo hili linahitaji maji, waziri wako Muga anajaribu sana, lakini bando it's a drop in the ocean. Region hii, block hii ni eneo kame, kuna shinda. Mahali ambapo ulienda ukatafuta pesa ya kutengeneza Nithi Bridge, mahali ulienda ukaomba, Your Excellency, kwa sababu ukiomba Mungu anakufungulia. Tafuta vile unasaidia watu wa eneo hili la Nyambene, Tigania East, West, Igembe Central, Igembe North and South. Tuko na shinda ya maji. Tafuta mahali utatutafutia pesa mzuri, utuwekee mradi kubwa kutoka Mount Kenya ama Nyambene Hills, Your Excellency, tupate maji ya kulima katika area hii. Ingine nikimalizia, Maua Stadium, Your Excellency, uliamurisha ya kwamba wale ambao maafisa wa jeshi wanajenga MTRH, Meru Teaching and Referral Hospital, pia wajenge Maua Stadium. Lakini Your Excellency, kuna wezi wa mashamba wamekalia Maua Stadium, na ninawapa with your authority, because I'm not supposed to give any authoritative command in your presence, Your Excellency. Niamurishe wale ambao wamekalia mashamba ya Maua Stadium, we are coming for you. Tutawatoa. His Excellency ana support talanta za vijana, na hatuwezi support talents za vijana, kumonetize talents bila kuwa na viwanja vya michezo, recreation facilities ambazo zimenyakuliwa na watu binafsi. Hao watu wasitoke njameni. Turenda kugethia public participation. Anto baraba karerete kithaka kya Maua Stadium bete kanabari ekuo. Ibana bakuwa bete. So hata nyinyi wenye mumekalia mmeona, sitawaita wakora kwa sababu sijui mulingiaje huko, lakini hata nyinyi mnaona wenye nchi wanasema muende. Namalizia, Your Excellency, mambo ya Egembe campus Chuka University ambayo iko Egembe South ni shinda kuu, ni mwiba katika hii community. Hii community haina any higher education institution. Nyambene region haina. Kwa hivyo, Your Excellency, tunajua tumekuimbia mpaka saa ingine inaweza kukuudhi, lakini tunaomba usiudhike, tuhurumie, upeane hiyo university kama vile utahurumia watu wa Igembe Central leo, uwape barabara ya Kore ambayo tulipotoka State House tuliambiwa hatujasema mambo ya Kore. Si leo tumesema? Duareto kuwa na munene wetu kuibwa na eta kubwithia manto nonto bwa manto yau. Register kwa SHA inafanya kazi, barabonde batari register kiresha ninkuburomba bori register nekenda twithira covered. Health is very critical, iko katika county, na tunaomba tunjiandikishe kwa SHA, tunjiandikishe kama wapiga kura, ndio tuwe tumejiandaa kuingiza president wetu 2027. Nkidhiria Arambe! Arambe! Rais wetu, president wetu, serikali ya Kenya, barabara za Meru, afya ya Wameru, masomo ya Wameru, ukulima ya Wameru. Atupigi rais 2 term kwa sababu si yeye anataka, ni maendeleo tunapigia 2 term ndio tuendelee kupata maendeleo. Deputy President wetu, Deputy President Professor Kithure Kindiki, ambayo ni kijana wetu, ukitoka tunajua wewe kama uyuko Kithure atahangaika before tushike laini tena ya kuingia State House kama Wameru. Tutachukua njia ndefu, lakini hii yako ni fupi, ni kuingia street, bora wewe umemaliza yako 2032. Towateni mpesi yeto na nkuro na mpe na kuwa mbuna koringa dhirimbi. Tokaribisha His Excellency, the Deputy President wa Andhe ya Kenya, Professor Kithure Kindiki. Inuka juu, inuka juu, inuka juu, inuka juu.
Asante. Karibu, Your Excellency, the DP. Karibu sana. Hey. Gembe Central hoye. Mueni antobeto be Gembe Central. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, kwa sababu mimi niko nyumbani siku ya leo, sitafanya hotuba kwa sababu hawa wananchi wanataka hotuba yako. Niruhusu mimi na wenzangu ambao tunakusaidia pale katika serikali ya Kenya ambao unaongoza, ni watambue, kwa sababu hata kama tuko maafisa wa serikali, tuko nyumbani na wananchi wanataka sana sana wasikie hotuba ya rais, kwa sababu sisi tuko hapa kila siku. Wacha nimtambue waziri wa maji Mheshimiwa Eric Mugaa engineer ako hapa, lakini hataongea kwa sababu masaa jameni imeenda, na rais ataongea kwa niaba yetu. Tuko na PSs kadhaa, tuko na PS wa cooperatives Mheshimiwa Patrick Kilemi ako hapa PS, mpigeni makofi. Tuko na yeye anatoka sehemu hii ya Nyambene, yeye ni PS lakini amezaliwa hapa. Tuko na PS vile vile amepewa kazi na Rais Ruto, anaitwa Gitonga Mugambi, anatoka sehemu za Imenti, Meru County, mpigeni makofi. Tuko na PS kutoka county jirani ya Tharaka Nithi, anaitwa PS Betsy Njagi wa Blue Economy, mpigeni makofi. Tuko na PS ambaye yako area hii yetu, hii region yetu, anatoka Nyeri, anaitwa PS Alex Washira, PS wa stima. Tuko na PS vile vile kutoka Kirinyaga jirani hapa, PS wa afya anaitwa Mere Mudhoni, apigiwe makofi. Kuna PS nimewacha? Bas. Mheshimiwa Rais, niruhusu niseme mambo mawili alafu nikualike. Ya kwanza, mimi nashukuru kanisa. Mimi nashukuru kanisa la AIPCA kwa sababu ni moja ya makanisa ambayo yametusaidia katika wale ambao sisi tuko katika uongozi wa kisiasa. Madhumuni yetu ni kuona jamii ikiishi kwa amani, familia zikiwa imara, kwa sababu familia na jamii zikiwa imara, taifa linakuwa imara. Kanisa imetusaidia katika mahubiri ya Injili, ndio tumepata amani katika familia zetu, na hiyo amani imekuwa amani katika jamii na amani katika taifa. Kanisa pia imetusaidia kama partner wa serikali katika mambo ya maendeleo ya wananchi, kujenga mashule, kusaidia miradi ya maji. And therefore we want to thank the church for being partners with the government, not only in the spiritual nourishment of our people, not only in the stability of our families, but also in the economic progress of the people of Kenya and the communities and families of Kenya. Jambo la pili na la mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru kwa sababu umetuongoza vizuri na mambo mengi yanatendeka hapa Meru County. Viongozi wameongea yale ambayo yanaendelea na yale bado yako katika mpango. Utatusaidia vile unaendelea kuja hapa Meru County. Hiyo miradi tunajua ya kwamba itaharakishwa na mahali, na mimi niko tayari mahali utatutuma kurekebisha ama kuharakisha katika serikali yako, tutakusaidia hii mambo ipate kukamilika haraka. Antobetu ibokenete rais aliongete Meru munde. Are you happy? Mmefurahi? Mheshimiwa Rais, ni vile tuko kanisani
ningesema hawa watu ni fire, lakini kwa sababu tuko kanisani sitasema. Ni fire si fire, ni fire si fire. Rais ni fire si fire. Aendelee asiendelee? Rais Ruto aendelee? Wacha nione wale wanasema Rais Ruto aendelee. Jameni, Rais, umejionea au watu wameshakubali, they support you, they are praying for you, they wish you well. Forget the naysayers who have been selling fear, selling division, selling ethnicity. The Ameru community, the community in Mount Kenya, just like all communities in Kenya, are supporting President William Samoei Ruto now and in the future. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Naomba tusimame tumkaribisha rais, na tuacha tukaribisha rais na nduru na makofi. Ni fire si fire? Ni fire si fire? Aya, asanteni sana. Watu wa Meru hamjambo? Mogeni kaere. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione hivi watu wa Meru. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa siku ya leo. Baba wetu Askofu Njuguna na maaskofu wale wengine wote, ndugu wananchi wa hapa Meru na hapa Igembe na sehemu hii ya Kadhelwa, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa leo. Wacha nichukue nafasi hii tena nirudie niseme asanteni sana kwa kura zenu, kwa maombi yenu, kwa ushirika wenu na kwa kutuunga mkono ili tuweze kutekeleza majukumu mliotupatia tukiongoza serikali ya taifa letu la Kenya. Leo mimi nimefika hapa kwa mwaliko wa kanisa letu la AIPCA. Na tumekuja hapa ili kukamilisha kanisa ambayo mlianzisha. Tumekuja hapa kwa sababu kwanza sisi ni Wakristo. Na kwa sababu sisi ni Wakristo, tuko na majukumu tumepatiwa na Biblia ya kujenga na kueneza neno la Mungu. Na kwa hivyo nimekuja hapa kuungana na nyinyi katika ujenzi wa kanisa lenu la AIPCA hapa Kadhelwa. Na watu wa AIPCA, ni vile tu mimi sina membership card, lakini mimi ni mshirika mkubwa sana wa AIPCA. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Kanisa letu hii tuliokoa kwenye mahali ambapo kulikuwa na matofauti mengi na shida nyingi. Mungu ametujalia. Leo tuko na kanisa imesimama imara. Na mimi nataka niwaambie watu wa AIPCA pongezi. Mungu awajalie, muendeshe neno la Mungu na mtusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Vile mumesema vile vile tuko na shule ya theolojia. Hawa ndugu zangu wa AIPCA waliniambia tujenge pamoja na nyinyi. Hiyo mahali tunajenga pamoja, na mimi naamini Mungu atatujalia tuikamilishe. Pia leo tumekuja hapa kwa mambo ya ujenzi wa kanisa. Lakini kabla sijafanya kazi hiyo ambayo mlituleta hapa kufanya ya kanisa, wacha niseme mambo mawili matatu ya kuhusu Meru kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mlinitembelea juzi baadhi yenu na tulikubaliana mambo kadhaa. Kati ya mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi ni mambo ya barabara za hapa Meru. Ni kweli ama si kweli? Kwanza tulikubaliana ile Nithi Bridge ambayo imetusumbua karibu miaka 20 inaua watu. Tumesema hiyo Nithi Bridge tuirekebishe, tuinyoroshe ndio iwache kuwa ni mahali ya maafa.
Na mimi nataka niwaambie tumemaliza kandarasi, tumepatia nyinyi bilioni 7 ya kutengeneza hiyo daraja iwe sawa sawa. Na mambo ya maafa pale na watu kupoteza maisha yatakoma, kwa sababu we want to straighten that Nithi bridge so that it stops being a trap where citizens lose lives and we get a lot of accidents. Vile vile tulikubaliana na nyinyi barabara nyingi za hapa Meru, na tayari katika budget yetu tumewaongezea pesa bilioni 2 ya kusukuma hizo barabara zenu. Kati ya hizo barabara ni barabara yenu ambayo mnaita Kore. Hii Kore nasikia imelete kisirani hapa sana. Hiyo barabara inatoka Kiengu kwenda mpaka Ndambero, si ndio? Mpaka Kanjo. Hiyo barabara nimekubaliana na huyu Keli. Huyu Keli amenisumbua sana. Ameniambia nisipotengeneza hiyo barabara ako hatarini, si ndio? Sasa sikizeni watu wa hapa Igembe Central. Hiyo barabara Tuesday, yani baada ya kesho Monday, Tuesday tunaweka kutangaza kandarasi ya kujenga hiyo barabara yenu. Ndio tutimize ahadi yetu, ahadi ya mbunge wenu na ahadi yangu kwenu. Kwa hivyo mutaifuatilia, kwa sababu kati ya zile barabara nyingi mumesikia viongozi wenu wakisema hapa za Mikinduri, za sehemu zile zingine zote tumeipangia, tumeweka barabara, tumeweka pesa. Na nyinyi mnajua hizo barabara zilichelewa kidogo kwa sababu ilinibidi nirekebishe kwanza mambo ya uchumi ya Kenya. Pale 2022 tulikuwa na matatizo makubwa. Madeni yalikuwa yametukabili. Uchumi yetu ilikuwa inatembea kwa magoti. Sasa tumerekebisha uchumi, tumeleta inflation chini, tumeinua ile reserves yetu ya madola, tumehakikisha ya kwamba hata ile foreign exchange imerudi chini, na sasa tunaweza kushughulika na mambo ya kuendesha taifa letu la Kenya. Zile barabara zote zilikuwa zimekwama Kenya mzima. Tumetoa sasa pesa 170 billion ya kurudisha wanakandarasi wote, ndio tuweze kusukuma mambo mbele. Na mimi nataka niwaambie watu wa Meru, vile nawaambia watu wa Kenya, now we have a plan that is funded on matters ya mambo ya barabara kwa miaka 2 ijayo, kwa sababu tunataka tuhakikishe barabara zetu zinapitika, ndio wananchi waweze kusafiri, tuweze kufikisha mazao yetu sokoni, tuzalishe uchumi, ndio tuweze kupunguza umaskini katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Meru? Vile vile, kwa sababu mmesikia gavana wetu hapa akisema tuko na cities 5 Kenya. City ya mwisho ama mji wa mwisho kufanywa city ilikuwa ni mji wa Eldoret. Ile city ambayo inafuata ni city ya Meru. Mnanielewa? Ile city ambayo inafuata ni Meru City. Na ili tuwe na Meru City, nimeambia governor na bunge la Meru wafanye mambo, na mimi nitafanya maneno, si ndio? Na kati ya maneno lazima nifanye ili Meru ipate city status ni kuhakikisha kwamba tunajenga barabara ya kutosha pale Meru town. Tayari serikali ya Kenya tumetoa zaidi ya bilioni 5 na ndugu zetu wa World Bank, kilomita 17 including bypass ya pale Meru town. Tunangojea mambo madogo na World Bank ndio tuweze kuja kutengeneza hiyo barabara pale Meru ikae sawa sawa, ndio iwe city ya 6 ya Jamhuri ya Kenya. Vile vile mumesikia vile imesemekana hapa, ili pale kuwe na city ya sawa sawa lazima tujenge soko ya kisasa.
na ndio sababu hiyo tumewapatia milioni 800 kujenga soko pale Gakoromone, na tuhakikisha kwamba Meru hiyo inasimama vizuri, ndio tuweze kuwa na city pale. Na kwa sababu city inakuja Meru, mimi pia najipanga kuwe na State House hapo Meru. Kwani mnafikiri kutakuwa na city hapo na mimi nichelewe? Si lazima niwe hapo karibu? Si mmesikia hawa viongozi wanasema nikuja hapa siku 3? Nyinyi mnataka nikuje siku 3 nilale kwa hoteli? Si nitafute nyumba ya kulala hapo? Sasa nimeambia watu yangu kabla ya Disemba kuwe na State Lodge hapa Meru, mahali ambayo sasa tutakuja tupange mambo ya eneo hii yote. Meru, Tharaka Nithi, Isiolo, hii dunia yote hii, mimi nitakuwa nakaa hapa nipange mambo yenu. Tumekwisha kubaliana? Na barabara zile zingine zote, I just want to assure you we are on target to make sure that hizo barabara tunazishughulikia. Vile vile tuko na miradi mingine ambayo inaendelea katika kaunti yenu hii ya Meru. Nikiweka pesa ambayo tunatumia Meru hii ya barabara ni karibu sasa kwa mpango yetu karibu bilioni 20 ambazo ziko katika mpango ya barabara ya hapa Meru. Ile kazi ambayo nataka niwaeleze tena, hawa viongozi wamesema mbali na soko ya Gakoromone, tuke na soko yenu hapa Kangeta, na tuko na soko ingine 17 tunajenga hapa Meru County. Hakujajengwa masoko kiasi ya zile tunajenga leo hapa Meru County. Na tunajenga hizo soko kwa sababu tunataka kina mama mboga na wafanyabiashara wafanye kazi mahali kuna maji, stima, heshima, hygiene, ndio na pia nyinyi kama wananchi wa sehemu hii muweze kupata mahali ya kupeleka mazao yenu ya shambani, na tuweze kuuza, tuweze kuwa na chakula, na tuweze kufanya biashara, ndio hii Meru iinuke. Watu wa Meru tunaelewana? Hizo soko 17 tayari zimeanza. Mumesikia Mikinduri tunajenga, mumesikia Kianjai tunajenga, mnasikia tunajenga hapa, tunajenga Maua. Mimi nilikuja kuanzisha hiyo ya Maua. Mimi nitakuja sasa kuanzisha ile ingine ya Igembe North. Kuna soko 2 kubwa tumejenga pale, tumewapatia zaidi ya milioni 700. Huyu mheshimiwa Julius Taitumu anajua, na zile zingine zote zinaendelea hapa Meru. Vile vile tulikubaliana na nyinyi mambo ya affordable housing. Hiyo program ya affordable housing hapa Meru, tuko na nyumba 2000 inaendelea kujengwa saa hizi, na tunataka tuwapatie pesa ya nyumba zingine 8000. Mimi nataka bwana governor na viongozi wa hapa, ile mahali kitu tumekosa Meru hii ni shamba, mahali ya kujenga affordable housing, kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba wakati Kenya inasonga mbele, Meru isibaki nyuma. Kwa hivyo I want to ask county government, nyinyi MCS mmesikia, we need land so that we can build more housing units in Meru County. Nyinyi mnaona vile sehemu zingine za Kenya zinasonga mbele. Nyinyi mnaona ile manyumba tumeanza hapa, zingine ziko 60%, zingine ziko 50%. Tunaendelea kwa sababu tumeamua hii Kenya, hatutaki Kenya ichelewe tena. Kenya imechelewa miaka nyingi. Safari hii we want to move like other nations. Tuweze kuwa na makazi ya sawasawa, tutoe wananchi kutoka slums, tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo county government ya Meru, wabunge wetu wa Meru, we want to work with you, identify land parcels so that we can do more affordable housing, kwa sababu tulikuwa tumeweka budget ya 23 billion ya Meru County. Sasa tumetumika bilioni 11. Imebaki bilioni 12. Hiyo bilioni 12 ni pesa yenu, lakini mahali ya kujenga ndio tumekosa. So we want to work with you, na mimi nataka niwaulize nikiwa hapa Meru, ili hiyo kazi iweze kusonga mbele. Vile vile kwa maneno ya elimu, nyinyi mnaelewa ya kwamba tulikubaliana ya kwamba elimu ndio empowerment
ndio kazi ambayo inatuletea usawa katika taifa letu. Na hatutaki mtoto wa Kenya, hata awe anatoka jamii aina gani, akose nafasi ya kusoma. Na ndio sababu hiyo tumefanya mambo matatu in the last 3 years. Tumeajiri waalimu, kufikia Januari watakuwa waalimu 100,000, 100,000 teachers. Tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shuleni anakutana na mwalimu. Jambo la pili, tumejenga madarasa 23,000 kwa sababu tunataka kila mtoto awe pale shuleni na apate masomo ikiendelea sawa sawa. Na jambo la tatu, tumepanga pia mambo ya university education na mambo ya TVET. Na ndio sababu hiyo tumepunguza by between 15 and 40% ile pesa ambayo wazazi walikuwa wanalipa kule university. Tuteremushe ikuje chini, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Tunataka kila mtoto apate nafasi ya kusoma, na tumepunguza hata ile pesa ya university kwa watoto wa kutoka jamii maskini. Watakuwa wanalipa shilingi 10,000 peke yake kwa term. Inakuja chini hata zaidi ya ile mnalipa kwa secondary school. Nyinyi mnanielewa watu wa Meru? Vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba kati ya haya mambo yote ambayo tunaendelea nayo, hawa ndugu zangu viongozi wamesema kuhusu mambo ya stima. Na mimi niko hapa na PS wangu Bwana Wachira, PS wangu wa mambo ya stima. Hii Meru tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2 kuunganisha wananchi 26,000 kwenye huduma ya stima, kwa sababu tunajua bado kuna manyumba nyingi haina stima. Tunaelewana? Na huyu PS wangu ako hapa, hiyo ndio kazi yake nimempatia. Sasa mimi nyinyi mnanishangaza. Ati kuna mtu hapa anakuja kukata miti ya stima. Ati kuturudisha nyuma. Huyo mtu pengine amerogwa. Kwa sababu haiwezekani wakati tunafanya harakati ya kuunganisha wananchi zaidi, ati kuna mtu hapa amekuja sijui anatoka wapi, ati anakuja kukata miti ya stima, ati kuweka watu tena kwa giza. Mimi nataka niwaambie hawa watu, kama kuna mtu amefanya hiyo maneno, huyo mtu atakutana na mimi, kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani ya kwamba tunaongeza wale ambao hawana stima, ati wale wako na stima kuna mwingine anarudisha nyuma. So Bwana Wachira, wewe na waziri wako murekebishe hiyo mambo mara moja. Msiporekebisha mimi nitarekebisha mwenyewe, na nikirekebisha mwenyewe mtapata cha mtema kuni. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Ile kazi mimi nataka iendelee hii Meru ni watu zaidi kupatiwa stima. Na tayari tumeweka pesa ya serikali 2 billion shillings for Meru County. Na tunataka tuunganishe manyumba zingine 26,000 kwa mambo hiyo ya huduma ya stima. Na hiyo kazi lazima iendelee na taratibu hiyo. Na nimesema mambo ya masomo. Pia mmesikia wabunge wetu hapa wakisema, mbali na kujenga affordable housing, mbali na kujenga soko 17 mpya hapa Meru, pia tunajenga hostels ya watoto 6,000 hapa Meru County. Pale kwa university yetu ya Meru, hapa kwa KMTC, pale kwa TVET, tumeweka kila TVET, tumeweka hostels ya watoto wetu, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba watoto wa Kenya hawaishi katika vitongoji ambazo inahatarisha maisha yao. We want to make sure that we give quality accommodation to our students in the university, to our students in TVET, ndio tuhakikisha kwamba hatua hiyo inasonga mbele kama watu wa Kenya. Kwa hivyo ukijumulisha ile pesa tumeweka affordable housing, uongeze pesa tumeweka markets, uongeze pesa tumeweka mambo ya affordable
mambo ya hostels. Tumeweka hapa shilingi bilioni 11 na tuko na bilioni nyingine 12 ya kusukuma hiyo mpango, kwa sababu we have a plan ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Meru tumesikiana jameni. Pia gavana wenu huyu alikuja akaniuliza kwamba hii Meru hospitali iko chini, na nilikubaliana na yeye iko chini, haikai kama ni Referral Hospital, na nimekubali na tayari contractor yuko pale. Nimeleta contractor hapo, tumewapatia shilingi bilioni 1 ya kuinua hospitali ya Meru. Ile Meru Referral iko pale. Awamu ya kwanza ya 500 million nafikiri itakamilika in the next 10 months. Alafu ile ingine itafuatilia. Nimesema ifanywe concurrently, ndio tuhakikishe hakuna mtu anatoka Meru kwenda Nairobi kwenda kutafuta matibabu. Matibabu yote ya aina zote imalizike hapa Meru County, because that is our commitment to you. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba, sikizeni watu wa Meru, mambo ya afya sio starehe ya watu ambao wako na uwezo ama pesa ama kazi. Mambo ya afya, katiba ya Kenya section 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya, bila ya kujali ako na kazi ama hana kazi, ako na pesa ama hana pesa, ni haki ya kila Mkenya. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Meru hapa, kwanza niwapongeze, tayari watu 1526 wamejiandikisha kwa mpango ya SHA, 526,000. Lakini bado wale ambao hawajajiandikisha ni wengi, kwa sababu hapa Meru wananchi ni 1,350,000. Wale wamejiandikisha ni 526,000 peke yao. So wale wengine ambao hamjajiandikisha, mimi nataka mjiandikishe, na niwaeleze sababu gani tunataka mjiandikishe. Wewe mtu ya Meru, ukijiandikisha, mnanisikia? Ukijiandikisha, unaenda kwa hospitali yeyote, unaenda kwa hospitali ya public, ile ya county, unaenda kwa hospitali ya private, ile inaendeshwa na watu binafsi, unaenda kwa hospitali inaendeshwa na makanisa. Hiyo hospitali yote tatu unaweza kwenda pale na unaweza kutibiwa, na kwa ile mambo ambayo ni ya unatibiwa na kwenda nyumbani, ile ambayo inaitwa outpatient, hizo mahospitali zote ukienda pale unatibiwa na unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Na mtu akikuuliza pesa, itisha polisi, kwa sababu waambie serikali ya Kenya tayari ishalipa pesa ya kutibu wa Kenya outpatient kwa all the hospitals, hospitali ya serikali, hospitali ya kanisa, hospitali ya private. Na hapa Meru in the last 1 year tumetoa pesa, tumelipa hospitali ya county, tumelipa hospitali ya kibinafsi, tumelipa hospitali ya mission shilingi bilioni 2.3, 2.3 billion shillings has been paid to hospitals in Meru County for treating the citizens of this county. Na kwa hivyo hatutaki kulipa pesa kwa mahospitali, na kwa njia ingine wanachukua pesa kutoka kwa wananchi. Tumekubaliana watu wa Meru? Niko na maneno ya stadium. Mumesikia governor amesema mambo ya stadium. Hiyo stadium ya Maua, tayari tumetoa milioni 500 kujengea nyinyi stadium hapo Maua. Lakini mimi naambiwa ya kwamba hapo Maua ati kuna wanaume wengine wamekalia shamba ya wananchi. Bwana County Commissioner, enda pale kesho, mwambie hawa watu wamekalia shamba ya wananchi. Nasikia ni watu 3, sijui watu 4. Kama wako hapo, waambie wahame kwa hiyo shamba, tunataka kujenga stadium. In the next 1 week, Monday ile ingine, mimi natuma contractor hapo aendelee na kujenga stadium ya watu wa Maua na ya watu wa Meru. Tumekubaliana jameni?
Wale watu wako pale wamekalia shamba ya wananchi watoke ama wasitoke? Si waondoke na mapema? Ama mnasemaje? Tumekubaliana? Mimi nauliza nyinyi, mnataka tujenge stadium pale Maua? Tujenge stadium? Hebu nione wale wanasema tujenge stadium pale Maua. Bas, kuanzia Jumatatu hiyo ingine stadium inaanza kujengwa. Wale wako pale wajipange. Tumeelewana jameni? Very good. So vile vile nataka niwashukuru sana. Mumesema vile vile maneno ingine hapo ya NCPB pale katika Maua. Nitaambia waziri wakuja wafungue hiyo depo ya NCPB kwa sababu tunataka kuzalisha chakula na tunataka kuhakikisha kwamba sehemu hii inapata mbegu na mbolea ambayo imepunguzwa bei na serikali yetu ya Kenya. Mwisho kabisa, watu wa Meru, mimi nataka niwaambie asante sana kwa kunipatia, kwanza watu wa AIPCA, kwa kunipatia huyu Judy. Huyu Judy akuwe anisaidie kazi ya ubalozi. Huyu mama sasa nitampanga haraka haraka, tayari tumekubaliana na wale ambao wanahusika. Hivi in the next 1 month atakuwa amereport kazini, tuendelee na kupeleka hiyo maneno yenu mbele. Vile vile mimi nataka niwaambie ya kwamba katika hii harakati ya kubadilisha Kenya, mimi nawaomba kwa unyenyekevu, watu wa Meru, nataka muelewe hivi. Hii nchi yetu hii ya Kenya imechelewa miaka nyingi na mambo duni, mambo madogo, mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ambayo haisaidii wananchi, tunagawanyana na dunia inaharibika. Na mimi nataka niwaeleze, kwa hii miaka mitatu kuna kazi tumefanya na tumetengeneza foundation mzuri. Tumepanga mambo ya kilimo, sasa tunazalisha mahindi zaidi, tunazalisha kahawa zaidi, tunazalisha maziwa zaidi, tunazalisha chai zaidi, na dunia inasonga. Lakini ile kazi tumefanya ndani ya miaka mitatu ya kilimo, transformation ya kilimo, ndio tupate chakula zaidi. Transformation ya elimu, ndio tuajiri walimu zaidi na tuhakikisha kwamba kuna madarasa na kuna pesa ya kusomesha watoto wetu. Kuhakikisha ya kwamba tuko na SHA ili tuweze kushughulika na mambo ya matibabu ya wananchi wa Kenya. Tuhakikisha ya kwamba tunapanga mambo ya stima. Tuhakikisha ya kwamba tuko na pesa ya kuendesha mambo ya barabara na mambo ya madaraja na mambo yale mengine. Hiyo kazi tumefanya miaka mitatu, ni kazi mzuri, lakini haitoshi. Ni mnanielewa? Hii Kenya imechelewa miaka nyingi. What we have done in 3 years is good, but it's not enough. We need to up our game. We need to raise the standard. For far too long, we have dealt with the average. We have dealt with the usual. We have dealt with the normal. It is time for us to elevate our game, to make sure we take this country to the next level. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu viongozi. Mimi nimeongea na hao wabunge wote wa Kenya, moja baada ya mwingine. Na nimewaambia hii Kenya haipaswi kuwa third world country. Hii Kenya haitoshi na haifai kuwa third world country. Kwa sababu tuko na wananchi wenye bidii. Tuko na uwezo wa kubadilisha hii nchi yetu. Tusiwe tunang'ang'ania ama tusiwe ni nchi ambayo bado tunaagiza chakula. Just imagine, miaka 60 baada ya sisi kuwa nchi huru, bado tunaagiza chakula bilioni 500. What a shame. Na ndio mimi nataka niwaulize, ndugu zangu, hapa Meru mnahitaji maji. Ni kweli ama si kweli? Ili tuweze kubadilisha Meru hii, tunahitaji dams karibu 3 ama 4 kubwa. Tunahitaji karibu bilioni 40 ya Meru peke yake. Lakini tukienda kutafuta pesa kule nje, tumepata bilioni 40 ya Kenya mzima. Unaona mahali makosa iko? So lazima tujipange vizuri. Na nimewaambia hawa wabunge wangu ya kwamba hii Kenya kuanzia mwaka huu tutajipanga vizuri ili tuwe na pesa ya kutosha kuinua kilimo yetu
tusiagize tena chakula ya bilioni 500, tuanze kuuza sisi processed value added mambo ya chakula kutoka Kenya kwenda masoko ya kimataifa. That is the transformation we need. Tuwe na pesa ya kutosha kujenga zile mabarabara ambazo tumeanzisha. Kwa muda mrefu tunakaa hapo tu nusu, tunajenga hii barabara inakwama, tunajenga hii barabara inakwama, tunajenga hiyo barabara inakwama. Nyinyi mliniuliza juzi ya kwamba mnataka tutengeneze dual carriageway. Vile tumetengeneza ile ya kutoka Thika kwenda mpaka kule Maroa, tunataka pia tujenge kutoka Makutano hapo, tuweke barabara ya kuja mpaka Meru, mpaka hapa Maua, iwe dual carriageway, barabara iwe mara mbili. Hiyo inahitaji pesa nyingi. And that is why mimi nimeambia hao wabunge, sasa tutatengeneza mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza, tunatengeneza infrastructure fund ambayo itatusaidia kujenga dams kama ni 30 ama 40 Kenya mzima hii. Hata kama itatugharimu bilioni 600, tuwe na hiyo pesa. Jambo la pili, itusaidie kwa mambo ya infrastructure ya mabarabara. Hapa Meru bado tunahitaji barabara nyingi, na tukiendelea na hii pesa kidogo kidogo hatutafika mahali tunatafuta kufika. Jambo la tatu, tutengeneze stima zaidi. Tunahitaji 10,000 megawatts mpya ya stima Kenya hii. Ile tuko naye Kenya mzima ni 2,300 megawatts. Ni stima kidogo sana. Kwa hivyo we need to move to the next level. Na kwa sababu hiyo hao wabunge wamekubaliana na mimi, tutatengeneza IPO ile ya Kenya Pipeline, tumetengeneza privatization program, tumetengeneza monetization program ili tuweze kubadilisha nchi yetu, tutoe Kenya kutoka ile third world ya watu maskini, tupeleke Kenya first world, mahali nchi kama Korea, mahali nchi kama Singapore ziko, na walianza kama vile tukiwa pamoja 1963. Hapa katikati sisi kama viongozi ndio tumeharibu nchi na siasa duni ya chuki na ukabila na migawanyiko na maono fupi na maono ambayo hana maana. We need to raise our game as the people of Kenya. Watu wa Kenya mnanielewa jameni? Watu wa Meru, mko tayari tubadilishe Kenya ama mnasema tuendelee na hii maneno hii giza? Tubadilishe? Mnasema tubadilishe hii nchi yetu? Na ndio mnaona, wacha niwaeleze. Mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu mko na nafasi ya kuchukua kura, ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Lakini mjue hivi, hiyo kura ni 2027. Ama mnafikiri kura ni siku gani? Si ni 2027? Tuko 2020 what? Saa hii tuko 20. Sasa sikizeni. Na hiyo kura itafanywa siku moja, sio 2, sio siku 3, sio wiki moja. Itafanywa siku ngapi? Sasa sikizeni. Ndio hii Kenya imehangaika siku mingi, kwa sababu kuna watu hawana kazi nyingine ya kufanya. Kazi yao ni siasa, asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumapili, mwezi baada ya mwingine, Januari mpaka Disemba. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, kura ni 2027, si ndio? Hapa katikati 2025, 2026, tufanyie hawa wananchi kazi jameni. Tupange mambo ya barabara, tujenge hawa watu. Tupange mambo ya stima, tujenge affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostel, tuunganishe stima, tupange ile kazi ambayo itabadilisha Kenya. Halafu baadaye tutafanya uchaguzi kulingana na kazi mtu amefanya. Ama namna gani watu wa Meru? Kwani mtu anachaguliwa kwa sababu wako na sura mzuri? Mtu anachaguliwa kwa sababu anatoka kanisa fulani ama anatoka jamii fulani? Si mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Ama mnasemaje watu wa Meru? Kama mtu hana sera, hana mpango, hana agenda, hana vision, hata akili hana, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kwenda mahali popote? Mimi nawauliza watu wa Meru, wale watu wanatupigia makelele mingi, nikijaribu kuwasikiza ile wanasema hawasemi barabara,
hawasemi stima, hawasemi vijana wapate kazi, hawasemi chochote. Kazi yao tu ni hewa, kuongea mambo ya bure. Na hivyo ndio Kenya imechelewa. Nchi zingine imepiga hatua ya kwenda mbele. Na kazi yangu katika hii taifa letu la Kenya ni kusukuma mambo ya maendeleo Kenya hii mpaka tushikane na wale walituacha nyuma. And I want to ask you, the people of Meru, the people of Kenya, tushirikiane. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Na ndio mimi nawashukuru mumenipatia huyu kiongozi, huyu Profesa Abraham Kithure Kindiki kama naibu wa rais. Huyu muungwana, wacha niwaambie, anaelewa mambo. Anaelewa barabara inaelekea wapi. Anaelewa mambo ya stima. Ananisaidia kupanga mambo ya affordable housing. Wale wengine ni panganga, kelele, sijui nini, bure. Nyie mnanielewa? Kwa hivyo watu wa Meru, mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tujenge, tufanye mambo ya maendeleo ama tufanye siasa? Si tufanye maendeleo kwanza? Si hii siasa nyinyi ndio mafundi? Wenye kuamua kazi ya MCA ni nani? Wenye kuamua mambo ya mjumbe ni nani? Wenye kuamua mambo ya governor? Mwenye kuamua mambo ya rais? Na nyinyi mko na hiyo uwezo? Na si nyinyi ndio mafundi? Sasa hawa wanatupigia kelele barabarani kutuambia sijui nani atakuwa nini. Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Ama namna gani? Na mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Kama ni mtu ni panganga tu, mtu ya kuongea hewa, sijui one dam, Kazongo, sijui nini, Masgo, hiyo ni mtu kumbavu. Hana mbele, hana nyuma, hajui barabara inajengwa namna gani, hajui kanisa inajengwa namna gani, hajui barabara iko wapi, they do nothing. Ama namna gani watu wa Meru? Tumekubaliana? Bas, wacha mimi nimalizie hapo, niseme asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Meru, na mimi niko hapa tena na tena na tena na tena. Sasa mmesikia mimi nakuja kujenga nyumba hapa, sasa nitakuwa mtu ya Kano hii. Mwanze kunifundisha lugha ya hapa, ndio tusongane pamoja. Kwa hivyo mimi nimefika hapa vile vile kwa sababu ya ujenzi wa kanisa. Lakini kabla sijasema kanisa, mimi nimeona shule. Hii shule ile madarasa ile kuna watoto wanasomea pale? Ile iko watoto wanasomea pale? Hapana. Iko makosa mahali fulani. Sijui kama naelewana. Mimi nataka nimshukuru mjumbe wenu Kile, naona amejenga madarasa ingine hapa. Pongezi mheshimiwa. Na Kile ameniambia ya kwamba kuna madarasa 7 hapo. Nasikia watoto ni wengi hapa. Watoto 1500. Ni watoto wenu? Ama kuna wa kutoka mahali ingine? Ni wenu hapa? Na nyinyi mko na bidii. Ati miraa inasaidia? Oh my. Mimi naona nyinyi mko na bidii sana. Kwa sababu mko na bidii basi. Sasa hiyo madarasa nimemwambia huyo Kili bila amejenga madarasa ingine hapa, mimi nitampatia milioni 7 ajenge madarasa ingine 7 hapo. Na bwana Kili, sawa sawa. Bwana Kili, asanteni. Na bwana Kili, hiyo madarasa nimesema nataka tumalize ili Januari watoto wakifika hapa wakute madarasa yamekamilika, mambo inaendelea mbele. Tumeelewana? Aya. Alafu najua hawa ndugu zangu wa AIPCA
wamesema mnajenga kanisa hapa, si ndio? Na si mko tayari tufanye ile kazi ambayo walituitia? Mwenye kuanzisha ni nani? Mimi ndio mwenye kuanzisha. Kwanza nasikia kwamba hii kanisa mumejenga ati miaka 15. Nyinyi mnajua Yesu atarudi? ama mko na habari atakaa? Mnajua Yesu atarudi? Na akirudi kabla hatujamaliza kanisa? Vile mnaendelea na hii ujenzi, mimi naona kama ni Yesu atarudi kabla hatujamaliza hiyo kanisa. Lakini kwa sababu nimefika hapa leo, jameni, wacha tumalize hii kanisa, Yesu asirudi kabla hatujamaliza. Kwa hivyo mimi nitawaanzishia na shilingi milioni 10 ya hiyo kanisa. So lakini jameni, msiniangushe. Hii kanisa isikwame, si ndio? Sasa mimi nataka wale wengine wote wakuje tusukume hiyo kanisa, tuone kama tunaweza kumaliza. Watu wa Meru tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi nawapenda sana, mimi nawatakia baraka ya Mungu. Murungu abudharime. Lakini karibuni tufanye hiyo kazi. Your Excellency sir, sisi kama kanisa tulikuwa tumechanga milioni 15. Very good. Tayari tumetumia na kwa benki tayari tuna milioni 2. Haya. Basi itaendelea. Haya. Wametumia wasaramalia wema. Asante sana. Askofu Njuguna ametuambia ya kwamba walikuwa wamekusanya milioni 15, hiyo ya miaka 15 hiyo. Tulikuwa mnasoma 1 million per year. Lakini wako na milioni 2 sasa kwa account, wapigie makofi. Haya, wacha sasa wale wengine wafuate. Nani anafuata? Wale wanataka kumsindikiza rais, wanaweza basi kuja kumsindikiza rais ili tuende tukimalizia. Deputy